kila mwaka dunia inaadhimisha siku ya mdudu mbu duniani, na lengo ni kuangalia athari ambazo zinatokana na mdudu huyo na magonjwa ambayo yanaletwa na mdudu huyo, na kubwa zaidi ni kutokomeza magonjwa hayo kwa kumdhibiti huyu mdudu mbu. Sasa kwa dunia sasa, mbu anakuja na mabadiliko mbalimbali kutokana na aina mbalimbali za mbu wenyewe. Tukiangalia zaidi ugonjwa wa malaria ambao unasababishwa na mbu aina ya Anopheles. Anopheles wenyewe sasa na wenyewe wana aina mbalimbali. Sasa tutaangalia mabadiliko ya tabia za mbu na changamoto mpya katika kutokomeza ugonjwa wa malaria. Ndicho ambacho tutakiangazia hapa kwa kina, tukiwa na mtafiti mwandamizi kutoka Taasisi ya Afya ya Ifakara, Daktari Brian Tarimo. Karibu sana Dr. Brian. Asante sana. Karibu Daktari. Asante sana, nashukuru kuwa hapa. Tuambie kuhusu Taasisi ya Afya ya Ifakara na namna ambavyo mnajihusisha na tafiti mbalimbali, lengo na malengo ambayo mnalenga kuyafikia. Taasisi ya Afya Ifakara ina takriban miaka 70. Ilianzishwa katika mji wa Ifakara kama chuo cha kusoma magonjwa ya kitropiki ya wanafunzi ya chuo ambacho kiko Uswizi, lakini wakati miaka inaendelea ule wigo na upeo wa taasisi ukakua. Mwanzo tukawa kama taasisi chini ya National Institute of Medical Research, na baadaye tumeweza kupanuka kutoka mji wa Ifakara. Tuna matawi Bagamoyo na pia tuko katika makao makuu sasa hivi yako pale Dar es Salaam Mikocheni. Na tafiti zetu zilianza kwa sababu Ifakara kule ni bondeni. Miaka hiyo 70 kulikuwa kuna magonjwa mengi sana. Kugongwa na nyoka ilikuwa ni tatizo kubwa. Ugonjwa wa kichocho na nini. Na baadaye katika miaka 90 mwanzoni tukaanza na hizi chanjo za kutafiti chanjo za malaria vaccines, na baadaye utafiti huo ukahamia katika kituo chetu cha Bagamoyo, na pia tumekuwa nje ya kutafiti malaria. Kuna kutafiti kifua kikuu, kuna kutafiti ukimwi, magonjwa yanayosumbua kina mama na watoto, na mambo mengine ambayo yanahusiana na afya na kuboresha afya ya jamii. Sasa ni kweli kwamba mnafanya tafiti za kubadilisha vinasaba vya mbu ili sasa wasiweze tena kueneza malaria na magonjwa mengine ambayo mbu wanaeneza? Ndio, ni mojawapo ya tafiti zinazofanyika. Na kuna sio taasisi ya Ifakara tu, ni kuna taasisi nyingine nje ya nchi ambazo zinafanya tafiti hizo kwa sababu ya changamoto mbalimbali zinazojitokeza na afua zilizokuwepo, kwa sababu mbu naye anakuwa anajizikiki au anajiongeza uwezo wako wa kupingana na hizo afua. Wanasayansi wanafikiria jinsi ya njia nyingine za kuweza kutokomeza huyu mdudu na anayesambaza ugonjwa. Na ni fikra zetu za wanasayansi kule ambao tunafanya kazi za mbu na wengine duniani kwamba hatuwezi kutumia, hakutakuwa na njia moja ambayo itaweza kufanya kudhibiti. Kunabidi tuwe tuna njia mbalimbali ambazo tunaweza kuweza kupingana na mbu. Okay. Sasa hebu tuambie tabia za mbu na aina zake, kwa sababu tumesikia sana kuhusu hawa mbu Anopheles ambao wanaeneza malaria, lakini kuna magonjwa mengine kama Zika, dengi, mabusha, ngirimaji. Yote haya tunaambiwa kwamba yanaenezwa na makundi mengine ya mbu. Sasa hebu tuambie hizo categories, lakini hasa tabia zao. Labda nianze na category kama ulivyosema categories. Na njia rahisi ya kuelezea ni kwamba kama mtu ambaye wa kawaida ambao kama sio mtafiti wa hii kitu, ukiona mbu utasema ni mbu tu. Lakini sisi watafiti tunaofanya kazi tunajua kuna aina mbalimbali. Okay. Ni kama leo ukienda kwenye mbuga ya wanyama
utaona swala utasema yule ni swala, lakini wataalamu wale watakwambia sijui kuna swala, kuna antelope, sijui kuna sant gazelle, kuna wako tofauti, lakini unaona ni sawa tu, wanafanana wote sawa. Hivyo mbu inakuwa ni hivyo hivyo. Sasa mbu wanaoeneza malaria ni jamii ya Anopheles. So kuna Anopheles jamii fulani, Anopheles jamii fulani, Anopheles gambia, Anopheles arabiensis, lakini kuna aina nyingine za mbu. Kuna lazima huyo awe wa kike, mjike. Ndio, lazima awe mbu wa kike, na kwa sababu maalum, kwa sababu mbu wa kike ndio ana jukumu la kuzaa. Na mbu wa kike kwa sababu ya akinyonya damu ya binadamu, damu ya binadamu ina virutubisho ambavyo vinaweza vikasaidia katika ukuaji wa mayai yake yapevuke na aweze kutaga. Ndio maana mbu anayesambaza magonjwa, na sio malaria tu, hata haya magonjwa mengine, anakuwa ni mbu wa kike, kwa sababu mbu wa kike ndo ana jukumu la kutaga kutaga mayai na kuzaa. Kwa mbu wanatuuma wote ni majike. Ndio. Hamna mbu dume ambaye anauma mtu. Sio kwamba mbu dume anaweza akauma kwa ajili ya damu kubaki nayo tu na sio kwenda kuisambaza sehemu nyingine. Hapana, kwa sababu katika kung'ata lazima kuna awe na ile kitaalamu wanaita proboscis, ni kama sindano ambayo inaingia ndani ya ina penetrate damu ya ngozi, inatafuta mshipa, alafu ndo ananyonya, na mbu dume hana hiyo kwenye mdomo wake. Kwa mbu dume anaishije? Mbu kwa kawaida wao ni kwa sababu ya wadudu wanapata tunaita source of energy kung'ata maua nectar. Lakini hata mbu jike naye anakula hiyo nectar, lakini sasa ile anachopata virutubisho kutoka kwenye nectar ambayo inakuwa kwenye maua, ile sukari haina virutubisho vyote vitakavyomfanya aweze mayai yakue na mbili aweze kuyataga. Ndio maana anang'ata, ananyonya damu ya binadamu na wanyama wengine wenye uti wa mgongo. So kuna mbu wengine asipopata ng'ombe, mbuzi, kuku, mnyama mwenye uti wa mgongo, na kwenye ile damu kunakuwa kuna virutubisho ambazo hizi amino acids ambazo zinatengeneza protein ambazo zitamweza mayai yake yakue na mbili aweze kuyataga hayo mayai. Kwa hiyo jamaa yote kwa yote ni kutafuta uzao, yani sisi damu yetu wanatafuta kwa ajili ya kuzaa kabisa. Tuambie wanavyosambaza magonjwa hasa malaria. Lakini alikuwa hajamalizia pia kuelezea zile aina tofauti alizokuwa anaeleza. Yes, tumeanza na Anopheles. Sasa malaria inasambazwa na mbu wa Anopheles. Sasa kuna magonjwa ambayo hivi karibuni yamekuwa yanasikika sana, haimaanishi hayakuwepo, lakini yanasikika sana kwa sababu ya tabia nchi. Labda mbu hao walikuwa hawapatikani sana Tanzania au sehemu nyinginezo, tunaanza kuona ni mbu anaitwa Aedes. Ni jamii ya Aedes. Aedes wako kuna jina lingine linawafuata. Sasa mbu ndo wanasambaza kitaalamu tunaita dengi, lakini wanasema ni dengue, chikungunya, zika. Sasa hao mbu mara nyingi wana tabia tofauti kidogo na Anopheles. Wao wanapenda kung'ata mchana, na wakiangalia ni kidogo wanakuwa wakubwa kidogo, wana mabaka meupe, na wanapenda sana kuwa sehemu za mjini, sehemu wanazoishi wanasema makazi ya binadamu. Na pia kuna wengine wanaita Culex, ambao kama hao ndo nimesema mabusha, wanasambaza magonjwa kama. So kuna jamii mbalimbali za mbu, lakini malaria inasambazwa na mbu wenye kutoka jamii ya Anopheles. Sasa na hawa hizi ngiri maji, kuna si mabusha ni na yenyewe wanasema yanasambazwa na mbu. Ni mbu ambao wanaanza na jamii ya Culex. Okay. Yes. Okay. Tuambie wanavyosambaza hayo magonjwa. Sasa kama ulivyosema ni katika harakati za kutaka kuzaa. So mbu yoyote hazaliwi na ule ugonjwa. Ni kwamba mbu na pia anapitia tuseme stages za kukua. Ni kama binadamu, unakuwa mtoto, unakuwa adolescent, afu unakuwa mtu mzima.
mwanza mayai yanakuwa yametagwa kwenye maji, sehemu yenye maji. Ndio maana moja ya, nadhani tutazungumza baadaye, moja ya kudhibiti ya magonjwa unaambiwa tusiwe na sehemu zenye maji maji, wanaita water puddles na nini, kwa sababu hiyo ni sehemu maarufu nzuri kwa mbu kuweza kutaga mayai. Sasa yale mayai yatapevuka, kuna stage nyingine wanayofuata ambazo nazo zinakuwa kwenye maji, alafu wanakuwa mbu, yule anatoka mbu mwenye mabawa ambao tunajua ndo kama mbu. Sasa yule mbu, kitu cha kwanza atakachofanya pale baada ya kuwa mkubwa, lazima atatafuta mate, partner. So kama mbu wa kike na wao watanani watafanya, itakuwa ni reproduction. Katika pale baada ya reproduction lazima yale mayai yakue, yaweze kukua, yapevuke na yaweze kuyataga. Na pale ndio anatafuta sasa damu, na yeye wana vitu vinaitwa, wanapataje hawa binadamu au wanyama wengine, kuna joto, wananusa harufu, wanaenda wanang'ata. Sasa ni pale atapomng'ata mtu mwenye malaria na anachukua vile vimelea. Lakini sasa huyu mbu akienda kufa kesho au kesho kutwa, hajasambaza ule ugonjwa. Ni lazima vile vimelea vikue ndani ya mwili wake, na ni sio hapo hapo, kama anakung'ata wewe leo alafu baada ya masaa mawili ananing'ata mimi, amesambaza huo ugonjwa. Hapana, lazima yale vile vimelea vinachukua muda, na baadaye atakapoenda kung'ata mtu mwingine ndio anakuwa amesambaza ugonjwa, na hii inakuwa kwa magonjwa mengine kama hayo dengue, chikungunya na Zika. Baada ya muda gani ndio anaweza kusambaza ugonjwa? Sasa kwa malaria vile vimelea vinafika takriban wiki 2. Ndio, siku 10 hadi 14. Kwa hiyo baada ya siku 14 ndio anaweza kumpa mtu, akienda kung'ata mtu mwingine ndio anaweza kusambaa, kwa sababu vile vimelea atakunywa damu, vitaenda tumboni kwake. Sasa kwanza vinakuwa ni vichanga, lazima vikue, vifikie stage fulani, na lazima vifike kwenye mate yake huku. So vinatoka tumboni, vinapita kwenye mwili wa mbu mpaka vinafika kwenye tunaita salivary glands. Sasa yule mbu akiwa anang'ata, anatema saliva ili usisikie maumivu. Ni pale anapofanya hivyo unakuta na vile vimelea vimetoka, vinaingia kwenye ngozi yako, na vile vikiingia kwenye ngozi yako lazima vitoke kwenye ngozi, vinatafuta mshipa wa damu, vinaenda kwenye sehemu nyingine ya mwili wa binadamu, na huko baadaye ndo vinaweza kuleta hizo changamoto za ugonjwa wa malaria. Tumezoea kuwa mbu wanang'ata usiku, lakini siku hizi hadi mchana tunaona mbu wanatung'ata. Ndio hao mbu ambao wanaweza kutusababishia malaria hadi mchana, kwamba tabia zao zimebadilika, ama ni aina nyingine ya mbu? Kama mlivyosema, mbu wote wanaosambaza malaria wanaitwa Anopheles, lakini kuna Anopheles tofauti tofauti. Zamani tulikuwa tunaambiwa mbu anang'ata saa 8, 9 usiku, na jitihada nyingi sana zikafanyika katika kujikinga muda huo, vyandarua na vitu kama hivyo, na ndani pia, so kwa sababu unalala ndani ya nyumba, so hata kwenye nyumba kupulizia dawa na vitu vinginevyo. Lakini kama ulivyosema, sasa kuna jamii mbalimbali, wale mbu ambao wana hizo tabia za kung'ata ndani na usiku, kwa sababu ya hizi jitihada wamepungua. Lakini pia tunaona kuna jamii nyingine ambao wao sio lazima wakung'ate ndani au usiku, wanakung'ata nje. Ukikaa pale nje na rafiki zako saa 12 jioni ndo hawana kung'ata, wanaweza kusambaza malaria. Tumeona katika baadhi ya tafiti tulizofanya au zimefanyika kwenye nchi jirani kwamba wanaonyesha kuna wengine wanang'ata asubuhi mapema saa 12, saa 1, watoto wanaenda shule wanang'ata, kwa sababu ya changamoto walizopata. Wameanza kubadilika, na wao wanabadilika, tunasema wanabadilika behavior yao, sio lazima wakufuate ndani, wanaweza wakakung'ata nje, na wanaweza bado ni changamoto katika kusambaza ugonjwa. Sawa. Ni kweli kwamba kuna mtu damu yake inaweza ikawa attractive zaidi kwa mbu, kwa sababu mnaweza mkakaa mkoa 3 alafu mkashangaa mbu wengi sana wanamfuata Balkis, alafu sisi wawili huko hakuna mbu yote anayetufuatilia. Kuona hiyo
Hiyo ipo, lakini sio sawa, sio kwamba swala la damu yake ni attractive. Swala ni kwamba yeye harufu anayotoa au odor inafanya mbu anaenda kwake kuliko kwa wengine. Harufu kwa maana ya? So mbu ana vitu, akiwa mbali anahisi joto, ndo katika ile kuhisi joto anajua nikielekea huku kuna joto la binadamu pale. Kwa sababu sisi binadamu joto letu liko constant 36.9 tuko pale. Likizidi sana unakuwa mgonjwa, ndo homa hiyo. Kusikia mtu ana 38 anakuambia dawa una homa yako kali, pumzika. So ile heat tunayotoa ndo inaitwa anasogea kule. Lakini sasa akifika karibu ya wale watu, labda kuja kwako asije kwangu au kwenda kwa huyu, inakuwa ni harufu. Labda mimi kuna harufu fulani natoa zaidi ambayo inamwattract. Ya mwili au ya artificial kwa maana spray? No, kila mtu yani ndo kila mtu ana harufu tofauti. Ile natural ya mwili. So yeye sense ya smell yake ni kubwa mno, ambayo sisi yani hatuwezi hatuna. Labda yeye visual yake sio nzuri kama binadamu, lakini sense yake ya kunusa ni kubwa sana. Anaweza akasema nisiende kwa Brian hapa, niende kwa fulani. Na kwa nini wanapenda sana giza au mtu akivaa nguo nyeusi? Sio wote wanapenda giza. Naweza nikasema kujificha labda, lakini lakini sio wote kwamba naweza nikasema ni wana hiyo nani ya kunani giza. Ikiwa sasa mbu wamebadilisha tabia kutokana na namna ambavyo tumekuwa tukijilinda nao, tumetumia vyandarua, dawa za mbu, kupuliza ndani, sasa wanatung'ata mchana, asubuhi. Hizi mbinu ambazo tulikuwa tunazitumia bado tunatakiwa kuendelea kuzitumia, ama kama watafiti kuna mbinu nyingine ambazo mmekuja nazo kwamba kutokana na mbu kubadilisha tabia na sisi tubadilike na tutumie mbinu mpya sasa za kujilinda nao, kwa sababu chandarua hawezi kuenda nacho kazini. Kweli kutokomeza haya magonjwa hakutakuwa siamini kutakuwa kuna njia moja tunasema hii bana, hii ndio silver bullet, tukifanya hii tunamaliza kila kitu. Mbu wale wanaong'ata usiku ndani nimesema wamepungua, imaanishi hawajaisha. Wamepungua lakini hawajaisha. Hivyo tuendelee bado kutumia vyandarua, tulale chini ndani ya vyandarua tukiwa majumbani kwa ndani ya majumbani kwetu. Lakini pia kuna jinsi ya kujikinga tukiwa nje ya nyumba, au kwa sababu kama nilivyosema wameanza kuonyesha dalili za kung'ata mapema jioni, mida ya saa ile pale kuna kagizagiza kanaingia, umekaa nje. Hivyo kuna dawa za kujipaka ambazo zina harufu ambayo inawafanya wana repel. Pia kwenye mazingira yetu kupunguza mazalia ya mbu, kwa sababu hayo pia ndio sababu inaongeza mbu. Ukiwa una dimbwi mbele ya sehemu ya nyumba yako au sehemu unayopenda kukaa, hiyo mida ni kuhakikisha kuhakikisha kuna haya mazalia. Kwenye nyumba zetu tuweke screens na vitu kama hivyo. Lakini kitu kingine pia ni pale utakapokutwa kaenda wakakupima ukakutwa una huu ugonjwa ukapewa dozi, kunywa imalize. Hiyo pia ni kuna mtu unaweza ukakutwa una vimelea tuseme 50, wakakupa dawa ya siku 5, labda natoa mfano. Ile dawa unaambiwa kunywa leo, kunywa kesho, dawa sina uhakika ni siku ngapi, lakini ukaambiwa ukanywa siku ya kwanza labda vile vimelea vimetoka 50 mpaka 40. Kanywa siku ya pili vikatoka 40 mpaka 20. Ile siku ya tatu ukajisikia fresh, kwa unaweza kunyanyuka ukasema nimepona. Kumbe juu umebakiza baadhi ya vimelea, baada ya wiki 1-2 vinarudi tena. Unasema ile hospitali wamenipa dawa gani tena?
So hivyo pia ni kuzingatia, utakapopimwa na utakutwa na ugonjwa na ukapewa dawa, ni vizuri maliza. Yeah. Ili kutoa nani mwingine. Sasa umesema mnafanya tafiti na huwa mnatumia mbinu gani za sampling? Kwa sababu tunajua mbu wako wengi, kwa hiyo mnawakusanya vipi sasa? Dar es Salaam, Mbeya, Zanzibar mnatumia mbinu gani? Tuna tafiti mbalimbali kule Ifakara. Tulipoanza kama taasisi tumefanya kazi kwa muda mrefu na baadhi ya vijiji vilivyokuwa kule, hivyo tuna ushirikiano mzuri na serikali, local government kule, ambapo tunaweza kukamata wa mbu. Okay. Na kwa katika tafiti zetu, lakini pia hata Bagamoyo pia tunapofanya kazi tuna mwelekeo huo. Pia tunafanya kazi na Wizara ya Afya kupitia mpango wa kudhibiti malaria, ambao pia kuna kazi inayofanyika. Wao wana sehemu mbalimbali nchini ambazo wanaenda wanakusanya mbu kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimbali. Pia kuna kazi tunafanya nao, na pia kwa sababu ya baadhi ya kazi mbalimbali tunazofanya, pia huwa tunakuwa tuna mbu ndani ya maabara zetu. Tuna maabara ambazo zinaitwa insectary, ambazo ziko contained. Sema contained, zina safety level ambazo tunakuwa tuna mbu kule ndani. Okay. Ambao sisi wenyewe huwa tunaendelea kuwazalisha, ambao wanaturuhusu kufanya sio kila kitu au kila experiment. Yeah. Lazima urudi kwenye jamii. Na hiyo sample inatosha ku represent, yani mbu aliyeko Mbeya kwa mfano. Nyinyi mmesema kwa mfano mtawachukua pale Ifakara. Hiyo sample ya Ifakara inaweza kutupa matokeo ambayo tunaweza conclude pia kwa mbu aliyeko Mbeya unaweza kuwa hivyo. Yes, more or less. Okay. Kama ni jamii ile ile, tunaamini kwamba kijenetiki hawatakuwa tofauti sana. Kutakuwa kuna mabadiliko kidogo, lakini kijenetiki tunaweza tukasema majibu tunayopata kwa mbu tunawakusanya sehemu moja wata represent wale wanaotokea sehemu nyingine. Na kikawaida lifespan ya mbu ni muda gani? Sasa inategemea kama Anopheles gambi ambaye ndio alikuwa na huyo anasema anang'ata usiku ndani ya nyumba, na anachukua kwenye jamii, anaweza akachukua hata wiki 3, labda mwezi sana. Kwa maabara sisi tunavyoona wanaweza wakafika hata mwezi, kwa sababu kule hawana changamoto. Ni kama wako hotelini, analetewa chakula, ana sehemu ya kulala. So yani yuko comfortable, lakini wakiwa huko kwenye nje ya maabara kule, inabidi apambane, atafute mwenyewe msosi wake na vitu vingine kule, ile inashuka na so inatofautiana na aina ya mbu. Kuna wengine wanaofikisha hata siku 40. Okay. Yeah. Sasa Brian, kwa kumalizia, leo ni siku ya mbu duniani. Tunajilinda vipi, na ukizingatia kuwa kama taifa tunaelekea kutokomeza malaria 2030, tutafanikiwa katika hilo? Maendeleo yanaelekea ni mazuri, na siku zote tunaamini hilo linawezekana. Kama mpango wa kudhibiti malaria kupitia Wizara ya Afya, kuna kazi nyingi wanazofanya katika kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata hizi afua madhubuti katika kutokomeza huu ugonjwa. Ni vizuri kuzingatia lala chini ya chandarua, nyumba iwe kutokomeza sehemu za mazalio ya malaria. Kama kuna fatwa kupulizia nyumba dawa ndani kule, pulizia hivyo dawa, spraying. Mchaichai unatumika kutengeneza spray. Unaona tunazungumza sana mchaichai kwamba inasaidia kutokomeza mbu. So mchaichai ni kwamba kuna ile harufu inakuwa labda wanasema
kama disorient, inawakera wanakuwa wanaondoka. Lakini pia na hizo inategemea concentration gani na nini na vitu kama hivyo, so kuna vitu vingi na sio mchai chai tu, nadhani kuna majani mengine kwenye ambayo yanakuwa kwenye repellents. Asio plastiki. Anakutoa tu mchezo. Nilikuwa nawatania wenzangu hapa asubuhi kwamba shida sio kuumwa na mbu wakati mwingine. Kuna mbu anakuja na kuuma kimya kimya. Alafu kuna yule ambaye anakuja anapiga ile sauti ile. Alafu ukitulia tena anakuja tena na ile sauti. Ile inakera sana. Wanasema mbu anadharau, yani anakudharau hasa ukiwa una hela. Hasa ukiwa huna hela. Hivi hawa hawezi kuwatokomeza wanaopiga kelele? Nadhani hawa wanao sana ni ile ni wing beat. Labda anakuwa ana wing beat kali sana. Okay. Ni kama ushaona ile wing beat, kuna insect wengine wanaitwa mbungo. Mbungo yule akipita hapa unaweza ukasema labda ni helikopta imepita, kwa sababu ile wing beat yake ni kali kidogo. So ile ni jinsi anakuwa na mbwembwe sana, mabawa yake. Kwa sio dharau. Sio dharau. Ujina tafsiri kama anakuwa na njaa kali sana muda huo. Brian, tunakushukuru sana na tumezungumza mengi. Ikiwa hii leo ni siku ya mbu duniani, tumezungumza kuhusu mabadiliko. Nilichojifunza, mbu wa kiume hang'ati mtu. Hang'ati mtu. Yaani kung'ata sio shida zake. Wanaong'ata ni wa kike. Utatunyanyasa sana na hilo. Tumezungumza kuhusu mabadiliko ya tabia za mbu, changamoto mpya katika kutokomeza malaria, na hilo ndilo kubwa zaidi, tukiwa na mtafiti mwandamizi kutoka Taasisi ya Afya ya Ifakara, Dr. Brian Tarimo. Tunakushukuru kwa mara nyingine. Asante sana. Sasa tupate habari.